life. Hakuna yule anaweza kuua yale ambayo Mungu ameongea juu ya maisha yako. As long as it is connected to his plan. Wakati ambao Mungu anakuwa na uhakikisho, ushirika na mpango wake. Hallelujah. Amen. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana libarikiwe. He reaches them. Akawakutana. I don't know if he gave them food to eat. Sijui kama aliwapatia chakula kukula. But immediately they continued with their plan. Lakini hapo hapo waliendelea na njama yao. They wanted to kill him. Walitaka wamuue. And one of his brothers, na mmoja kati ya ndugu zake, no. Akasema hapana. Let us throw him in this pit and go. Acha tumwangushe ndani ya hii shimo na tuende. Another one said no. Mwingine akasema hapana. Let us get some money out of him. Acha tupate pesa kupitia yeye. Let us sell him. Acha tumuuzishe. To go to Egypt and he becomes a slave. Aende Misri akuwe mtumwa. Hallelujah. Amen. A slave. Mtumwa. Okay. Hallelujah. Amen. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana libarikiwe. Yusufu began a journey of suffering. Akaanza safari ya mateso. Hallelujah. Amen. But I want to tell you, lakini nataka when you read the Bible, wakati unasoma Biblia, Joseph understood God's absolute plan in his life. Yusufu alielewa mpango wa Mungu ndani ya maisha yake. Once again I repeat, when you understand God's plan upon your life, mara tena narudilia, wakati unaelewa mpango wa Mungu ndani ya maisha yako, you don't get discouraged. Wewe hauwezi kushindwa. Every problem that comes, you remain strong. Kila shida zinazokuja unakuwa ukisimama imara. I want to challenge you. Ninataka nikuchanganyikishe. Today make a prayer. Leo katika maombi, and ask God, na uombe Mungu, what is your plan? Mpango wako ni upi kwangu in my life? Ndani ya maisha yangu. What is your plan in my education? Mpango wako ni upi ndani ya masomo yangu? What is your plan in my marriage? Mpango wako ni upi